Unaonekana unapenda sana kutunza picha kwenye simu. Ndio. Kuaminisha watu kwa maneno huwa ni ngumu sana. Nini hapa? Mr. Don. Mmeona kazi yake? Hiyo mmeridhika? Mr. Don. Toka mwanzo wa mazungumzo yetu ya mimi na wewe, kila siku maswali haya nilikuwa nakutana nayo. Kwa leo, brother, naomba unisaidie. Jamaa anaonekana ni bonge la comedian sana. Mambo vipi? Wema. Wasanii. Cha kwanza binafsi mimi niwapongeze, niwashukuru, lakini pia mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanapenda sana sanaa ya uigizaji. Sawa. Kwa majina ninaitwa Dickson Ngundara Deresu, lakini wengi wanifahamu kama Ndondo. Ni director lakini pia ni script writer. Sasa nikisema script writer na maanisha mwandishi wa miswada. Sawa. Kwa hiyo unajua changamoto ni moja tu kwenye sanaa bana, kuna baadhi ya majina yanatumika sana Kiingereza, ukileta kwenye Kiswahili shughuli. Sawa. Zipo saini nyingi zinazotumika wakati wa kushuti. Sawa. Ningependa niweze kuwafundisheni kwa sababu muda wetu bado tunao, naamini tutaelekezana tu kwa sababu kesho tutakwenda kuanza project yetu. Si ndio? Lakini pia naamini kwamba mnatamani tuweze kufahamiana kwa majina mmoja mmoja. Lakini kwa sababu bado tuna muda wa kutosha, tutaendelea kuwepo pamoja, na tukishafika eneo la location tutakwenda kutambulishana majina yetu, tutafahamiana. Sawa. Mimi binafsi niwapongeze sana. Ninaamini tutakuwa pamoja, kazi yetu tutaifanya sawa mpaka itakapokuwa imefanyaje, imekamilika. Sasa ndio hongereni sana. Hongereni sana. Huko juani nimekuleta hapa kivulini mwanangu, uangalie na mandhari ya hapa kijijini. Kuna kaupepo mwanana hapa. Ni kweli mama, nimepafurahia hata mimi. Kuna kivuli kizuri. Angalia kule kuna mashamba ya maembe, kuna mashamba ya ndizi hapo. Yaani tumezunguka kuna miogo imestawi vizuri. Miogo yangu hiyo nimetoka kuipalilia muda sio mrefu. Kwa kweli mama unajitahidi. Kazi ya shamba mwanangu. Uko vizuri mamangu. Mwanangu, kuna kitu nimekuita, nataka kukuuliza kama utajari. Hivi mume wako ameanza uigizaji? Mama, mume wangu kuigiza ameanza hivi karibuni. Na wewe umekubaliana na swala la mume wako kuigiza? Hapana mama. Yaani mama, sasa miongoni mwa watu ambao wanapinga sanaa, mimi naweza nikasema ninaweza nikashika namba 1. Nimemzuia sana, nimepiga makelele kuhusiana na sanaa, mume wangu hanielewi kabisa. Cha ajabu sasa ananishawishi na mimi niingie katika sanaa. Na wewe ukishakuwa muigizaji? Eti wote tuwe wana sanaa. Mkishaigiza wote mnakuwa sasa nyie ni watu. Yaani mimi kwa kweli hilo swala siliafiki. Ila mwanangu nachokuomba, naomba kaniitie huyo mume wako, niongee naye hili swala. Kwa kweli mimi silikubali. Sawa mama, ngoja nikamuite. Tena utakuwa umenisaidia. Maana mimi nimeongea sana kuhusiana na sanaa. Hanielewi. Cha ajabu ananiambia na mimi niigize. Ngoja nikamuite. Mr. Didimo. Naam Ndondo. Kupitia story ambayo uliokuwa unanihadithia, ukweli namhitaji sana mwanamke kama mke wako. Mke wangu? Kwa nini awe mke wangu? Unajua hizi movie ili tuweze kuzifanya zinahitaji watu wenye mivuto. Unajua mke wako ana muonekano mzuri, ana mvuto.
anavutia kwa ujumla. Yaani ukimwangalia tu ile physical appearance yake inakufanya kushawishika kuendelea kutazama. Hata kama usipovutiwa kuangalia ile kazi, utamwangalia yeye. Kwa hiyo unavyomwangalia yeye, unajikuta umeiangalia kazi yetu. Kaka, yule mwanamke ana faida kubwa sana kwenye majukumu yetu. Yaani ukimwangalia tu ni mzuri. Ana umbo zuri, mrefu, rangi kidogo, anavutia sana kwenye majukumu yetu kaka. Haki ya Mungu tena. Yaani ule ukiweza kumfanya ashiriki kwenye hii movie, yaani atatoka vizuri kuliko maelezo. Ndondo. Kwangu mimi ninaweza nikasema ni jambo jema. Lakini kwa jinsi ninavyomfahamu mke wangu na kutokana na jinsi anavyokemea sanaa hawezi akakubali. Ndugu yangu, wewe ni mwanaume, alafu yule ni mwanamke. Kuna kipindi watakomwambie na ati unachokisema muongoze katika hili. Unatakiwa kusema mtu 1 2 3 ili swala liweze kwenda hivi. Kwa sababu unamhitaji, mshawishi, mwambie. Kwani unashinda kumshawishi mke wako kusio katika swala tena zuri? Au mwendi kumpeleka sehemu mbaya, atakiwa onekane? Kaka, Watanzania sisi tunapenda kuangalia vitu vizuri. Haya macho anaangalia vitu vizuri, sio vitu vibaya. Kwenye movie ukimtumia mwanamke ambaye ana mvuto kama yule mke wako, walai na kwa pia itawateka wengi. Ndondo, mimi sawa, yule ni mke wangu kama jinsi unavyosema, lakini kwa ninavyomfahamu anaibu sana, na kwa hili swala anaweza akaogopa sana. Lakini kwa kuwa wewe ni director, naomba uende ukaongee naye, kutumia ushawishi wako, anaweza akatuelewa. Nisikilize ndugu yangu, wewe umesema sasa hivi unakwenda kwa mama. Naenda kwa mama. Wewe nenda ukazungumze na mama. Mimi nikitoka sasa hivi hapa napita pale mgawani kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Nikitoka hapo nitakwenda kuzungumza na shemeji. Ukinikuta poa, usiponikuta nipigie simu. Ndondo, oe, nikatokea mke wangu amekubali kuwa mwigizaji na ashiriki kazi yangu, sina cha kukupa. Niachie mimi, kila kitu nitakiweka sawa. Basi hamna shida. Mimi ngoja nikuache. Sasa nisikilize, natamani nikwambie ukamsalimie tena, japo nishakuaga. Tena. Haina noma kaka. Haya, pamoja. Haya poa. Mwanangu huyo. Niko huku mwanangu. Nimetulia hapa kwenye kaupepo mwanana mwanangu. Hapana. Niko hapa kwenye mashamba yangu na kuwa naangalia. Mama, shikamoo. Marahaba, ujambo mwanangu? Salama, habari za nyumbani? Tunamshukuru Mungu, sio nyie huko? Tunamshukuru Mungu, tuko wazima. Habari za siku mbili mama? Salama tu. Mwenga wangu mzima? Mwenga wako ni mzima. Na watoto? Hawajambo. Karibu sana mwanangu. Za hapa nyumbani mamangu? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naona umetulia mama. Nimetulia kama maji ya mtungi mwanangu. Sawa. Bila nimekuona nimefurahi sana. Imebidi nifike kwa haraka sana. Asante sana mwanangu, nashukuru. Na huyo mke wako kufikisha ujumbe, nimefurahi sana. Sawa. Maana alikuja na malalamiko, anadai kwamba wewe siku hizi. Hivi ni kweli? Kwanza nikuulize kijana wangu, hivi ni kweli mwanangu unajihusisha na uigizaji? Ni kweli mama. Mimi sasa hivi ni muigizaji. Japo mapokezi ya mke wangu juu ya swala hili hayakuwa mazuri kwa kazi hii. Umeweza hiyo kazi kweli mwanangu? Palipo na nia mama, hapakosi njia. Kwa haraka kwa kweli, kwa jinsi watu wanavyoelewa, ni mara chache sana kuingiza jambo la sanaa kwenye familia na wakapokea kwa mwitikio mzuri, kwa sababu walio wengi wanajua kwamba kuigiza ni kama vile usanii fulani. Kwa swala la wanawake, sisi wanaume, unapopeleka swala la uigizaji, inaonekana kwanza kuna umalaya sana, wanaamini hivyo. Labda unaweza ukaamua ukaacha ndoa yake, lakini si kama jinsi wanavyofikiria. Unajua, tangi hapo mimi nilikuwa ninapenda sana kazi ya sanaa.
Na kingine mama, mimi kazi ya uigizaji ilikuwa ndoto yangu toka mwanzo, na ambacho kilikuwa kimenifanya labda kuonekana niko kimya mpaka ukahisi kwamba ililisha toka kichwani ni ile tu kukosa watu wa kukufanyaje, wa kukuelekeza kwamba kazi ya sanaa huwa tunaanzia hapa, tunaingilia hapa na tunatokea hapa. Lakini kwa sasa mama, tayari nimeshapata watu wa kunielekeza. Kwa nini hujataka kuwa mmoja kati ya waigizaji au kushirikiana na mume wako kukamilisha historia ambayo wanataka kuifanya? Ni kwa sababu toka nimemuuliza hata mume wangu faida za sanaa, hajawahi kunipa faida za sanaa. Ndio maana sihitaji hata kujiunga kabisa. Hivi hujui sanaa ni umalaya?